Jambo lolote la uongo linapopata kusikika kwa muda kitambo, polepole huanza kubadili fikra za watu wanaosikia na kuanza kuamini ya kwamba jambo hili linaweza kuwa la kweli au jambo hili ni ukweli mtupu. Kwa mfano, watu wengi hudhani ya kuwa sex appetite, hamu ya kujamiana au hamu ya kukutana kimwili ni dhambi. Hali hii watu wengi hudhani ya kuwa ni dhambi, lakini ukweli ni kwamba hali hii ni hali iliyoumbwa na Mungu mwenyewe. Mungu aliyeumba hamu ya chakula ndiye Mungu aliyeumba hamu ya kujamiana au kukutana kimwili. Japo neno la Mungu linatuonya na kutuasa ya kwamba tuwe na kiasi zaidi sana katika kutawala mwili, je, vipi kuhusu hamu ya kujamiana? Vipi kuhusu sex appetite? Tazama video hii mpaka mwisho, kwa sababu nimekusudia kukujuza mambo makubwa manne yanayoamua na kuchangia hamu ya kujamiana au hamu ya kukutana kimwili. Naitwa Emmanuel Mganga, ni mchungaji na mwalimu wa neno la Mungu, na kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika chaneli hii, ni kuomba subscribe ili uendelee kuwa wa kwanza kupata taarifa ya maudhui mapya ambayo yanaendelea kila siku katika chaneli hii. Karibisha na mwingine darasani. Hii ni Christian Sex Department na hii ni sehemu ya 12. Karibu tupate kuanza pamoja. Sex appetite, hamu ya kujamiana. Hii ni hali ambayo mwanadamu ameumbwa nayo kiasili kabisa na Mungu, na yako mambo makubwa manne ambayo husababisha kiwango cha hamu ya kujamiana kuwa kikubwa au kiwango cha hamu ya kujamiana kuwa kidogo. Jambo la kwanza, afya bora. Afya bora ni jambo la kwanza linalosababisha kwa mtu kuwa na hamu kubwa ya kujamiana au kuwa na hamu ndogo ya kukutana kimwili. Afya bora ni mtaji. Afya bora ni hazina. Aliye na afya bora ana uwezo wa kufanikisha malengo yake iwapo atafanya kazi kwa bidii. Afya bora ni moja kati ya sababu inayotajwa ya kwamba ina uwezo wa kuamua katika maisha ya mtu kuwa na hamu kubwa ya kujamiana au kuwa na hamu ndogo ya kukutana kimwili. Kwa tafiti zilizofanyika miaka ya hivi karibuni zikihusisha sana uwezo wa kujamiana pamoja na shauku ya kutamani kukutana kimwili, yani the sexual function, katika jarida liitwalo The Journal of Sexual Medicine toleo la mwaka 2025 lilibainisha ya kuwa watu ambao huishi maisha ya kuzingatia afya kwa kula mlo kamili, kwa mfano kula nafaka ambazo hazijakobolewa, matunda, mboga mboga, samaki, mafuta safi na vitu vingine vingi ambavyo wataalamu wa afya wameshauri ya kwamba watu watumie, basi watu hawa wanatajwa ya kuwa walibaki kuwa na afya bora, lakini zaidi sana walibaki kuwa na hamu kubwa au shauku kubwa ya kukutana kimwili, kwa sababu ya miili yao kupata virutubisho vyote vinavyohitajika kwa ajili ya kufanya mwili kuwa na vichocheo vya kutaka kujamiana. Na kinyume chake ni hivyo pia, watu ambao wamekuwa wakiishi mtindo wa maisha ambayo hayazingatii afya bora, ulaji mbaya wa vyakula vingi vyenye mafuta na vingi ambavyo vinaweza vikaleta changamoto za kiafya, basi watu hawa walitajwa ya kuwa wana shauku ndogo au hamu ndogo ya kukutana kimwili. Kumbuka, afya bora ni mtaji. Tunza afya yako, zingatia afya yako ili uweze kubaki salama katika maisha yako ya kujamiana au kukutana kimwili. Jambo la pili ambalo huamua kiwango cha hamu ya kujamiana au kiwango cha shauku ya kukutana kimwili kuwa kubwa au kuwa ndogo ni umri na mabadiliko ya mwili. Japo umri ni namba, lakini umri bado umebaki kuwa ni kigezo muhimu kinachotumika kupima ukubwa kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Kwa mfano, kijana mwenye umri wa miaka 18 ni mdogo kuliko mzee mwenye umri wa miaka 70. Ukweli ni kwamba hauwezi kutenganisha kati ya umri pamoja na shauku ya kukutana kimwili au hamu ya kujamiana. Umri na hamu ya kujamiana huenda pamoja. Kwa mujibu wa tafiti zilizofanyika na wataalamu wa afya, wamebainisha ya kuwa katika kipindi cha ukuaji kuanzia wakati wa balehe hadi mwishoni mwa umri wa miaka 40, mtu huwa na kiwango kikubwa sana cha kutaka kujamiana au huwa na shauku kubwa sana ya kutaka kukutana kimwili. Kama vile Emily McCarthy alivyowahi kusema katika kitabu chake kiitwacho Male Sexual Awareness, alisema
As a man grow older, sex is different from his young age. Kwa kuhusianisha usemi huu wa Emily McCarthy ni sawa na kusema katika lugha ya Kiswahili kwa tafsiri isiyo rasmi sana, kadri umri unavyozidi kuwa mkubwa kwa mwanaume, uwezo wake wa kushiriki tendo la ndoa au uwezo wake na hamu ya kujamiana huwa tofauti kulinganisha na kipindi alipokuwa kijana. Ukweli ni kwamba wakati wa umri wa balehe, yani mwanzoni mwa umri wa balehe, hamu ya kujamiana huwa kubwa hadi mwishoni mwa umri wa miaka 40 kwa sababu ya homoni ya testosterone kwa mwanaume pamoja na estrogen kwa mwanamke, homoni muhimu ambazo huwa zinaratibu mifumo mbalimbali ya uzazi na hamu au shauku. Basi homoni hizi huwa zinafanya kazi kwa kiwango kikubwa na zinafanya kazi kwa ufanisi kiasi kwamba mtu mwenye afya bora huwa na hamu kubwa ya kujamiana katika rika hilo, yani kuanzia wakati wa balehe hadi umri wa miaka 40 mwishoni. Na umri ni jambo la pili linalotajwa ya kuwa ni jambo linaloweza kusababisha hamu ya kujamiana kuwa kubwa au hamu ya kujamiana kuwa ndogo. Hivyo basi, umri unavyozidi kuongezeka kwa mwanaume, uwezo wake wa kujamiana au hamu ya kutaka kukutana kimwili hupungua kuliko akiwa kijana. Lakini swala la umri kwa mwanamke, mambo huwa ni tofauti. Kwa mwanamke, kadri umri unavyozidi kuwa mkubwa, ndivyo uthabiti katika hamu ya kutaka kujamiana au hamu ya kukutana kimwili ndivyo inavyozidi kuongezeka. Wabiolojia wanataja kipindi cha menopause kuwa ni kipindi ambacho mwanamke huwa anaanza kupata uhuru zaidi sana ya kuwa na shauku kubwa ya kukutana kimwili kuliko kipindi ambacho alikuwa anapata mzunguko wa hedhi kila mwezi. Jambo la tatu ambalo husababisha hamu ya kujamiana kuwa kubwa au hamu ya kujamiana kuwa ndogo ni uthabiti wa mahusiano na hali ya kisaikolojia. Hili ni jambo la tatu ambalo huwa linachangia sex appetite kuwa kubwa au sex appetite kuwa ndogo. Thabiti katika mahusiano huja na hali ya amani, utulivu, upendo, maelewano na mambo mengi ya kufanana na haya ambayo husaidia kuleta utulivu katika akili. Na kama tunavyofahamu ya kuwa akili, yani mind, ni moja kati ya silaha muhimu inayohitajika katika swala la kukutana kimwili. Utulivu wa kiakili unapopatikana, basi shauku ya kujamiana au shauku ya kukutana kimwili huwa kubwa. Lakini kutokuwa na uthabiti katika mahusiano huleta mambo kinyume. Uthabiti ukikosekana katika mahusiano huleta mashaka, huleta hofu, huleta woga, wasiwasi, kutokujiamini pamoja na chuki kati ya wenza, kupunguza maelewano, na hali hii husababisha kabisa kukosa utulivu wa akili, na hali hii husababisha kutowesha utulivu katika akili. Na akili inapojeruhiwa, kukosa utulivu wa akili huathiri mchakato mzima wa hamu na shauku ya kukutana kimwili kati ya wenza. Hivyo basi, uthabiti wa kihisia unapokosekana huiharibu akili ama huiathiri akili kwa kiasi kikubwa, na akili inapoathirika, basi kiwango cha hamu ya kutaka kujamiana au kukutana kimwili hupungua. Na hili ni jambo la tatu linalotajwa ya kuwa endapo uthabiti wa mahusiano unapotokea, basi huleta uthabiti katika hali ya kisaikolojia na hamu ya kukutana kimwili au hamu ya kutaka kujamiana huwa kubwa, na kinyume chake ni sawa pia. Jambo la 4 na la mwisho ambalo huwa linasababisha kiwango cha sex appetite, yani hamu ya kujamiana kuwa kubwa au hamu ya kujamiana kuwa ndogo, ni kuridhika katika mahusiano. Kuridhika katika mahusiano, hili ni jambo la 4 na la mwisho ambalo huamua kwa mtu, mke au mtu mume au watu walio katika mahusiano na ambao wameanza maisha ya kushiriki tendo la ndoa au maisha ya kukutana kimwili, basi hamu yao ya kujamiana kuwa kubwa au kuwa ndogo husababishwa na kiwango cha utoshelevu wanachokipata kwa wapo pamoja. Ili kuelewa vema hoja hii au kuelewa vema jambo hili, tunaweza tukahusianisha swala hili na kula chakula. Fikiria mfano, mtu ambaye anapata chakula anachokihitaji kwa wakati, mtu ambaye anakula chakula anachokipenda,
Mtu huyu anaposhiba huridhika kabisa rohoni mwake na huwa hana uwezo tena wa kutamani chakula chingine, kwa sababu tayari amepata chakula ambacho kimemfaa na ameridhika alipokila. Basi mambo huwa ni hivyo pia katika mahusiano. Iwapo mwenza atapata kuridhika katika mahusiano, yani mahusiano yake yeye na mke wake au yeye na mume wake yanapokuwa thabiti, basi mtu huyu huwa na uwezo mkubwa sana wa kukidhi mahitaji yake ya kimwili. Zaidi sana inapokuja shauku ya kukutana kimwili, huweza kukidhi au huweza kukidhiwa kwa wakati. Lakini mambo basi huwa ni tofauti. Mtu anapokuwa na uwezo wa kukidhi mahitaji yake ya kimwili, anapokuwa katika mahusiano, shauku ya kutaka tena kujamiana au kukutana kimwili huwa inakuwa ndogo sana. Lakini kinyume chake ni tofauti kwa mtu ambaye anakuwa anakosa kutosheka katika mahusiano alionayo, hasa zaidi pale anapokuwa anashindwa kukidhi mahitaji yake au mwenza wake anashindwa kumkidhi mahitaji yake ya kimwili, zaidi sana katika swala la shauku au hamu ya kukutana kimwili. Basi mtu huyu anapokosa kukidhi haja zake za mwili, kiwango cha kutaka kujamiana au sex appetite huendelea kuwa kubwa, na jambo hili hufungua mlango wa mtu huyu kwenda kuanza kutafuta sehemu ya kukidhi haja yake hii ya kukutana kimwili nje na utaratibu wa Mungu. Basi kipekee ni kushukuru sana wewe mtu wa Mungu ambaye tumekuwa pamoja tangu sehemu ya kwanza mpaka hii leo imefanyika kuwa ni sehemu ya 12, ambapo tumekuwa tukijifunza kwa kina kuhusu mambo manne makubwa ambayo huamua na kuratibu kiwango cha hamu ya kukutana kimwili au kujamiana. Unaweza ukatazama maudhui mengine ambayo yamekwisha kutangulia katika channel hii kwenye playlist ya Christian Sex Department kuanzia sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya 11. Mimi ni rafiki yako katika Kristo Yesu, mchungaji na mwalimu Emmanuel Mganga. Mpaka muda na wasaa mwingine, amani ya Bwana iwe pamoja nawe.